Okay, karibu tujifunze pamoja nami namna ya kufanya live streaming kwa kutumia OBS. Na somo letu hili la leo tutaanza kwenye utangulizi, ambapo tutaenda kuona interface inayojenga OBS, na kupitia hizi interface ambazo zitaweza kutusaidia sisi kutengeneza muonekano mzuri wa picha zinazoonekana kwenye live streaming. Sasa tutaanza na hivi vyumba vinavyoonekana hapa chini. Hivi hapa tutaanza kuvielezea hivi hapa, lakini pia tutaendelea na hatua nyingine tofauti. Sasa tuanze na hiki chumba kinachoonyesha ni scene. Scene ni mandhari ambayo inakuwa ina preview kwenye screen yako wakati unafanya streaming. Na kwenye kipengele cha scene kuna tools mbalimbali. Kuna hii add tools, kuna hii remove tools, lakini pia kuna arrow ambayo inakuwa ina move hiyo tools either iwe ya kwanza, ya pili au ya tatu na kadhalika. Sasa tutaona namna ya ku-add hiyo tools. Mfano na kamera yangu, labda nataka hiyo picha ionekane, ni lazima kwanza niitengenezee scene. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye add. Nikishakuja kwenye add, itaniuliza hapa nataka kufanya nini. Labda na kamera 3, nitaanza ku-add scene. Nitaweka kamera 1. Kwa hii kamera 1 itanionyesha kwamba hii scene ni kwa ajili ya ile kamera ya kwanza ambao labda naitumia, either inaweza ikawa ni ya wide au ya close up na kadhalika. Inategemeana na wewe utakavyoona urahisi wa kazi na namna ya kuliname ili kurahisishia wakati unafanya mixing ya video ukiwa live. Sasa hii ndo njia ya kufanya kuadi scene. Na scene unaweza kaadi nyingi kulingana na mahitaji yako. Mfano unaweza kaadi scene ya introduction, kama hapa nimeweka introduction. Napoanza kufanya streaming, labda ninakuwa na kitu ambacho kinaonyesha ule utangulizi. Mfano kama ITV, kabla ya taarifa habari kuna ile scene ya intro ambayo mtu akitazama tu anajua hii ni kipi kinaenda kutokea na kipi kinachofuata kwenye hii video. Lakini pia kwenye unaweza kaadi scene ya kamera, unaweza kaadi scene ya matangazo. Kama unafanya streaming kanisani, labda kuna tangazo la sadaka, kwa hiyo unaweza kutumia kuadi scene. Lakini kama una kamera zaidi ya moja, hizi zote unazitengenezea scene. Lakini pia unaweza kufuta scene kama uhitaji. Kama hapa kwenye hii tools naweza nikafuta, nikibonyeza yes, itakuwa imefutika hiyo scene. Kwa hadi hapo tumefahamu namna moja ya interface ambayo ipo kwenye OBS na ambayo ni scenes. Interface itakayofuata ni source. Sasa baada ya kuadi scene, utaenda kuadi source. Source ni chanzo cha kitu unachokionyesha kwenye hiyo scene. Na kwenye scene moja unaweza ukawa na source zaidi ya moja ukazitengeneza kwenye scene moja. Kwa kwenye hii scene ya intro naweza nikawa na kamera, inaweza nikawa na video kutoka kwenye kamera, lakini pia naweza nikawa na picha labda ya logo ya TV yangu, lakini pia naweza nikawa na utepe wa chini unaoonyesha maandishi yanapita pale, lakini pia naweza nikawa na kialama kinachoonyesha hii video iko live au mubashara. Lakini pia naweza nikatumia source nyingine ya kuweka labda urembo kwenye video yangu na kadhalika. Kwa hiyo ndani ya scene moja kunaweza kukawa na source tofauti. Lakini sasa hapa nataka nikuonyeshe kwanza, tuzifahamu tu hizi kwa hizi zote kwa haraka, alafu tutakuja tuanze kuendelea na processes zinazoendelea kwenye source hapa. Sasa kama ilivyo tools za hapa ni sawa na hizi tools za huku mwanzo. Kwa kwenye kujumlisha kuna kuonyesha aina nyingi za source. Mfano kuna audio capture, mfano labda sauti yako unataka i-capture kwa kutumia nini. Audio input, labda una mixer ya nje ambao unataka sauti yako iingie kwenye
software. Audio output, unataka labda sauti yako ya output itokee wapi, labda kwenye kompyuta yako, kama unataka kuisikiliza uone namna mtu anavyotamka na unavyoisikia iko vinaendana sawa. Lakini pia kuna display capture, kama unataka kufanya screen record kwa kutumia hii OBS na ukafanya streaming. Lakini pia kuna Droidcam. Hii Droidcam OBS ni plugins ambao nimeinstall inayoniwezesha mimi kuconnect au kulinki simu na kompyuta yangu na kufanya na kutumia simu kama kamera. Lakini pia kuna image slideshow, wale watu wa kufanya kutumia nini PPT, PowerPoint, unaweza ukaadi kama scene hapa. Lakini pia kama una media source, unaweza ukaona viklipu vidogo vya labda vya matangazo, unaviadi hapa kwenye media source na kadhalika. Unaweza kaadi maneno pia, unaweza kaadi video capture. Video capture ni zile sources za sauti, inaweza ikawa USB video capture ama inaweza ikawa switcher. Kwa ile source inayotoka kwenye kamera kuja kwenye kompyuta yako ndo inaitwa video capture device. Sasa hapa mimi kwa mfano leo nataka nikuonyeshe namna ya kuadi scene ambao sisi tutatumia picha. Kwa hiyo utakuja kwenye image hapa, utabonyeza image, jina la image labda naweza nikasema utangulizi, japo unaweza kuandika jina la image labda logo, inategemeana na wewe unavyotaka ufanye. Baadaye itafunguka kwa namna hii. Kwa sasa nitaenda kuiweka hiyo picha au kuimport hiyo picha ili ije ionekane kwenye OBS. Kwa hiyo nitakachofanya, nitakuja kwenye browser hapa, nitaenda kutafuta picha yangu ipo maeneo gani. Mfano kama mimi picha ipo kwenye download. Kwa hiyo nitakuja kwenye download, nitaiclick hii picha, nitaopen. Nikiopen picha yangu inaonekana hivi, ambao ndo picha ninayoenda kuitumia kama intro yangu. Kwa hiyo nitabonyeza okay. Kama unavyoona hapa, kuna hii picha imeonekana kama source yangu source ya media ambayo ni image kwenye scene ya intro. Kwa hapa kuna jicho. Ili jicho linaruhusu either hii source ionekane au isionekane. Nikizima hapa jicho inakuwa haionekani, nikiwasha inaonekana. Lakini pia kwenye hapa hivi nimesema unaweza kaadi source zaidi ya moja. Naweza nikaadi source labda ya maneno. Mfano hapa kwenye text, naweza nikaadi text, nikaandika labda hapa ukaribisho. Nikaweka labda ukaribisho. Kwa scene yangu nataka hii iwe na ukaribisho. Kwa nikija kwenye text itaniletea hiyo option ya kuandika maneno. Mfano nitaandika karibu kutazama ibada mubashara. Umeona? Kwa hii inaonyesha ni scene ambayo itakuwa inawakaribisha watu. Kuna issue za font hapa, unaweza kuchagua font, lakini pia unaweza kuchagua font unayotaka itumike, lakini pia kuna size na kadhalika. Kwa vile ni mfano tu, kwa naweza nikapiga okay. Umeona? Hadi hapo nakuwa nimemaliza kwenye issue ya source, kwamba hapa nimeweka source zangu mbili. Moja ni ya maneno, moja ni ya picha. Lakini hapa nimesema hivi vialama viwili ni either kitu kimoja kipande juu na kimove kipande juu au kipande chini. Mfano kama hii ukaribisho iko juu ya utangulizi, ndio maana inaonekana hapa. Ina maana nikishusha chini hii ukaribisho haitaonekana, labda hadi nizime hii utangulizi ndio itakuja ionekane. Kwa hiyo kitu ambacho labda kinatakiwa kionekane kwa udogo unakiweka kwa juu, ili kile kinachochukua picha kubwa kionekane kwa chini. Audio source. Sasa kwenye kipengele cha audio source, audio mixer ni sehemu ambayo inakuwezesha kuunganisha chanzo chako cha sauti
hii ni sehemu ya kuunganisha chanzo cha sauti, lakini pia kudhibiti. Halo? Naam. Salama kwema. Malaba. Amina. Eti samani, naomba dakika 5 tu nakupigia. Samani nimepigiwa simu kidogo hapa. Kwa hiyo kwenye audio mixer hii inatuwezesha kuketi sauti ya sauti, lakini pia ya sauti yako kwenye mfano sauti ni ya USB. Kwa hiyo nikija huku kwenye source nitakuja nichague hapa audio input. Hapa naweka source kwa ajili ya sauti. Kwenye audio input nitaweka labda mixer. Yangu inatoka kwenye mixer. Baada ya kuweka kwenye sauti ya mixer nitakuja ni select source yangu ni ipi, ni USB audio mixer. Nikisha select nikipiga okay, kwa hiyo ninavyoongea huku mixer huku ishaanza kuonyesha yenyewe automatic kwamba kuna source ya sauti ambayo inakuja kwenye OBS. Kwa hiyo hiki ni kitu cha kuzingatia unapofanya setup zako za OBS. Hakikisha unaunganisha input ya sauti vizuri ili kusiwepo na miingiliano. Kuna muda mic ya computer nayo inakuwa inaleta signal hapo, kwa hiyo unatumia hizi utatumia labda hizi fader. Mfano kama hapa hivi mixer hii, audio source ya mixer yangu inaleta sauti, lakini pia kuna mic hii, mic stroke aux, hii ni ya kwenye computer yenyewe, nayo pia inaleta sauti. Yaani hapa yanakuwa makelele, itakayozalishwa hapa ni makelele. Kwa hiyo unaweza ukatumia hii kwenye kumute hapa mbele ili sauti ya computer ifanye kazi mic ninayoitumia ili sauti itoke clear. Kwa hiyo hii ni moja ya kazi ya kwenye audio mixer, lakini pia kuna setting mbalimbali ambazo unaweza ukazitumia hapo. Ukaseti gain, ukafanya sauti yako itoke left iende right, lakini pia ukafanya synchronize mfano maneno na sauti. Kuna muda sauti inatangulia kabla ya picha, kwa hiyo unaweza ukachelewesha hapa sekunde kadhaa ili picha, namna mtu anavyotamka na namna ambavyo sauti inasikika viendane sawa. Kwa hiyo tukifika kwenye kufanya kwa vitendo kabisa, mtu anaonekana anaongea, tutakuja tuseti hizi sauti kidogo ziendane, uhalisia uwepo. Kwa kwenye kipengele cha audio mixer nafikiri hapo nimemaliza. Kinachofuata ni scene ya transition. Inahamisha ya kwanza kwenda scene ya pili. Mfano ningekuwa na scene alafu naenda kwenye scene ya camera 1, kwa hiyo nitakuja kutumia transition kunihamisha. Kwa hiyo zipo za aina nyingi. Hapa kuna fade, unaweza kaweka kati, kuna sekunde unataka itoke kwa muda gani au ichelewe kwa muda gani, una set hapa hivi. Lakini pia cha mwisho ni controls. Kwenye controls hii ni vituo vya udhibiti. Unadhibiti, mfano unaweza kufanya start streaming. Kama unaanza kufanya streaming, hii ndo kipengele ambacho kinatuonyesha sisi tunaanza kufanya streaming au unaruhusu uanze kufanya streaming baada ya kumaliza setup zote za OBS. Lakini pia OBS inatupa uwezo au option ya kurekodi. Mfano naweza nikawa nafanya streaming lakini pia na rekodi kwenye devices zangu kwenye ile video hii ambayo inatoka kwenda kwenye streaming. Bonyeza hapa start record na itaanza kurekodi kinachoendelea. Lakini pia kuna start visual camera. Start visual camera, kama nataka kuruhusu kamera ya kwenye PC labda inione huku, naweza nikaruhusu. Kitu cha muhimu sana, mfano nilivyokuwa nafanya changes huku, kinachoonekana huku ndo kinakuwa kinaenda direct. Kama ningekuwa nafanya streaming, ina maana fanya hapa hivi inakuwa inaonekana direct ya kule na kufanya streaming. Lakini
kwenye hii studio mode, hii ndio inatupa option mbili, kutupa screen mbili, moja ya live na moja ya preview. Kwa hiyo nikibonyeza studio mode hapa inanipa hizi option mbili. Hii ya kushoto, hii ni preview ambayo inakuwa inanionyesha na naweza nikafanya changes zozote. Mfano niliweka maneno, sikufanya arrangement ya maneno iweje. Mfano haya maneno ya utangulizi, nikidouble click haya maneno, nikia click mara moja, kuna huu mstari unaonyesha kwamba haya maneno ni makubwa kuliko na screen yangu ilivyo. Kwa hiyo naweza nikayapunguza haya maneno hivi. Maneno ya ukaribisho haya, naweza nikayapunguza haya maneno kwenye preview. Kadri ninavyozidi kupunguza kwenye live huku kwenye program hayaonekani, yani kinachoonekana ni kile kile nilichokuwa nimekiseti mwanzo. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu hili jambo. Ni muhimu sana kufahamu hili jambo na kuseti hiyo preview yako vizuri, kwa sababu ni muhimu. Onekana chini, lakini huku hayaonekani. Ili aje yaonekane ni lazima nije nitumie transition hapa. Kwa hiyo nikibonyeza transition yanakuwa yamebadilika kwenye scene yangu ya program ambayo iko live. Kwa hiyo nafikiri umenipata. Kipengele hiki cha studio mode ni muhimu sana, lakini pia kuna kufanya arrangement vizuri ili source yako ikae vizuri kwenye screen. Mfano hii ya utangulizi, hii haijakaa vizuri hii, kwa hiyo lakini pia kuna namna naweza nikapiga right click Okay, ngoja tuendelee hivi. Unaweza kaisize kidogo hii ikaja kufiti kwenye screen yako kama hivi. Hii image kwa sababu ilikuwa kubwa kama hivyo yani. Okay. Kama hivyo. Kwa huku changes nimefanya kwenye preview, lakini kwenye ambao iko live hakuna changes. Ili changes itokee ni lazima nifanye transition. Kwa changes ndio inakuwa imetokea. Na kipengele kinachofuata ni setting. Hii setting. Ukibonyeza hapa kwenye setting inatoa option nyingi. Kuna general, kuna streaming. Kwenye general kuna issue ya language, kuna theme ya default, lakini pia kuna update channel ya output yako unataka iweje kipindi unafanya streaming. Lakini pia kuna stream, kipindi tunafanya streaming lazima tutakuja tuwe na stream keys na mambo mengine tutakuja kuelekezana kwenye somo litakalofuata. Lakini pia kuna output, tutaseti audio yako iweje, video iwe na quality gani na size gani na kadhalika. Lakini pia kuna audio, mfano naweza nikarekodi audio kama audio tu kupitia OBS. Kwa kuna audio nao unaweza ukaseti na kadhalika. Kwa kwenye kipengele cha setting tutakuja kukizungumzia zaidi hadi tutakavyokuwa tunafika kwenye hizo hatua. Nafikiri leo nimezungumzia habari ya scene, nimezungumzia source, nimezungumzia audio, nimezungumzia transition na nimezungumzia controls. Nikaonyesha na studio mode inavyotusaidia sisi kugawa hizi tools. Kwa leo tuishie hapa. Ninachoomba nikupe kazi ni kwamba tengeneza scene
3, lakini kwenye hizo scene jaribu kutengeneza sosi zaidi ya 5. Kwenye sosi ndani ya zaidi ya 5 unaweza kaweka logo yako, unaweza kaweka video au picha na kadhalika, ili uweze kupractice na kupata matokeo. Okay, tukutane kwenye somo lijalo.